Najua sasa hivi taasisi nyingi sana zipo katika mchakato au katika process ya kuandaa strategic plan mpya baada ya hizi ambazo zilikuwa zinaisha mwaka 2026 kuwa zinaelekea ukingoni. Kwa hiyo watu wengi, taasisi nyingi za umma ziko busy zinaandaa strategic plans zao kwa ajili ya mwaka ujao kuanzia mwaka 2027, 26, 27 mpaka 2030, 31. Sasa katika hiyo process najua kuna stage au kuna sehemu ambapo unapaswa kufanya kitu kinaitwa past performance review, ambao ni kwenye chapter 2 ya strategic plans. Kuna chapter inaitwa situation analysis. Ndani ya situation analysis kuna mambo mengi ya kufanya, mojawapo linakuwa ni kufanya kitu kinaitwa past performance. Hasa issue ni namna gani unaandika past performance kwenye strategic plan yako. Kwa kwenye video hii nimeandaa mahususi kwa ajili ya kuonyesha namna gani unaweza ukafanya hiyo past performance kwenye strategic plan yako. Kwa majina naitwa John Mwigila ambaye ni muasisi wa asasi inaitwa Result Based Monitoring and Evaluation Network Tanzania, ambao pamoja na mambo mengine network hiyo inafanya kazi ya kusaidia taasisi mbalimbali zikiwepo za umma kuweza kuandaa mipango mikakati ambayo inatekelezeka. Sasa kwa kuliona hilo nikasema basi angalau nitoe mchango wangu kwa kuandaa hii video ambayo itakusaidia wewe kama mdau katika sekta ya umma ambayo unakwenda kuandaa strategic plan katika mwaka huu. Sasa turudi kwenye mada yetu ya leo ambapo tunaenda kuangalia mambo ya kuzingatia. Kwa kwenye video hii ya leo nataka kwanza uelewe nini maana ya performance, past performance. Kwa nini tunaita past performance? Ya pili tuelewe issue za kuzingatia wakati tunafanya past performance wakati tunaandaa strategic plan zetu. Ili uweze kuwa unafaidika na video hii, kama bado hujasubscribe basi hakikisha una subscribe kwenye channel hii, kwa kuwa huwa na post video za mara kwa mara, ili basi pale ambapo nitakuwa na post wewe uweze kuwa unapata uwe wa kwanza kupata notification kwamba kuna video imewekwa. Sasa tuanze na nini maana ya past performance review. Past performance review inatusaidia sisi au taasisi kuweza kuelewa kwa kiwango gani tumeweza kuperform, how well we performed against the strategic plan. Na ninaposema how well we performed against the strategic plan, tunamaanisha unaenda kwenye chapter 3 ya strategic plan yako. Kwa zile mwongozo wa zamani ilikuwa chapter 3 inahusiana na strategic plan. Watu walikuwa wanaita the plan, actually that is the strategic direction ya taasisi, ambapo kulikuwa kuna vision, kuna mission, kuna core values, kuna strategic objectives, kuna strategies, kuna targets, kuna performance indicators. Those are the key ingredients kwenye ile chapter. Sasa wakati unaenda kufanya past performance, in fact unakwenda kwenye ile chapter na kuangalia yale malengo uliokuwa umejiwekea, targets katika level ya output na katika level ya outcome, umeweza kuzifikia kwa kiasi gani. Ndio maana ya past performance. Na in most cases hapa tunatumia tools mbili. Tool ya kwanza inatakiwa uwe na kitu kinaitwa monitoring framework. Though kwenye SP nyingi wameandika monitoring plan. Yeah, of course ni sawa, hata kipindi hicho walikuwa wanaita monitoring plan, but with the current understanding kwenye masuala ya monitoring and evaluation, that's not a monitoring plan, it's actually matrix. Inakupa framework ya kufanya monitoring. Kwa unakuwa una ile matrix yako ambayo ipo kwenye SP yako, wengi wanayo, imeainisha indicator na target kwa kila mwaka. Kwa hiyo ni tool ya kwanza. Tool ya pili ambayo of course wengi sasa hawana ni evaluation matrix. Evaluation matrix, ukienda pale kwenye chapter 3 ya strategic plan huwa tunasemaga zile outcome. Outcome ndio matokeo yatakayoyaona kwenye level ya objectives. Kwenye level ya objectives ambazo uzistate, outcome zake vile viashiria vya kwamba umepata yale matokeo uliyosema kwenye level ya objectives, strategic objectives, inatakiwa ziwe pale kwenye outcome. Unakuwa pia una outcome indicators ambazo pia umezitengenezea mpango wake wa kuzifanyia evaluation. Outcome huwa tunazi-evaluate, huwa tuzimoni, tunafanya evaluation. Kwa hiyo hizo ni tools mbili. Sasa swali la kwanza ni kuangalia kwa kiasi gani tumeperform. Swali la pili tunakuja kuangalia performance, why did we perform that way? Hiyo performance tutakayoiona, lakini ya tatu tunataka ku-identify kama kuna unfinished business zimebakia, tuziconsider kama zinahitaji kwenda kwenye SP mpya.
lakini tunaangalia kama kuna changes tunazotakiwa tuzifanye wakati tuna develop strategic plan mpya, hususan kwenye zile strategies ambazo tulizitumia. So in short, past performance not just a counting exercise. Sio exercise pia kujaza taarifa pale, no, ni exercise ambayo inafanyika kwa purpose mahususi ambayo tunataka kuipata. So wakati tunafanya hivyo kuna issue za kuzingatia, ambazo issue zenyewe ziko 6. Issue namba 1 ni kufanya comparison ya actual versus targets. Unaenda kwenye zile framework zako, unaanza kusema actual versus targets. Kwa mfano kwa zile monitoring ambazo ni output, unachukua kila indicator uliyosema, target value yake na actual performance, kwa sababu umekuwa ukifanya kazi kwa miaka 4 almost. Kwa unaangalia, unaweka pale actual performance vis-a-vis target, afu na compute percentage. Lengo ni kupata trend. Ni vizuri ukapata trend kwa miaka ile yote ili uone trend yako ikoje katika performance yako. So tunachokifanya, kwa nini tuliachieve, kama pia tunatakiwa tujue nini tulikiachieve, nini zilikuwa hatujaweza kuachieve, alafu trend na trend inatuonyeshaje, tuna improve, tuko stagnant au tuna decline. Na hizo possibility unaweza kuna improvement au uko stagnant au kuna decline. Lakini issue hapo ni kuidentify performance yako kwenye hiyo kila target. Lakini issue ya pili, baada ya kujua performance yako, issue ya pili unatakiwa uende kuanalyze reasons for actual performance. Kwa nini uliperform hivyo jinsi ambavyo uliperform? Why, after identifying performance level, una dig deeper sasa kwenda kuangalia why results zimetokea kama hivyo zilivyo. Kuna possibility umefanya vizuri, na possibility hujafanya vizuri. Both cases lazima uweze kujua why. Sio issue tu ya kujisifia, lazima ujue reasons behind before hujajisifia, ambazo utazilinki na utaconsider mambo mengi katika kujua why. Hiyo itatusaidia sisi kuangalia namna ya kuimprove performance na kujifunza kwenye yale mambo ambayo tumefanya vizuri. Issue ya tatu ni kuidentify unintended outcomes. Unintended outcomes inawezekana kabisa wakati unafanya strategies ulizozisema zimekuletea matokeo yale uliyotarajia na mengine ambayo haukuyatarajia. During performance review is a time kuweza kuidentify kwa nini uliachieve kitu ambacho haukutarajia. Na je, kuna negative result iliyokaa due to our intervention? Inawezekana ulipata negative, ulipanga kitu kita improve, hakija improve. Je, imechangiwa na intervention zako? What factors may contribute kwenye hizo outcomes? Kwa unintended outcomes inakusaidia kurefine strategies zako na kuanticipate risk in the next SP. Ukiweza kuzijua hizo, utaweza kuredefine your strategies na kuanticipate risks kwa ajili ya future strategic plan. Alafu tunakwenda kwenye issue ya 4. Issue ya 4 ni kuidentify unfinished business, ili uweze kujua sio rahisi unajua kwenye strategic plan kusema kila ulichokipanga kimefanyika kama ulivyopanga. Haya maisha yako hivyo, sio ideal that way. Kuna vitu vinakwenda ndivyo sivyo. Unaweza kuwa ulipanga vitu fulani havikufanikiwa. Kwa hiyo wakati wa kufanya performance review, expect pia ukainisha hivyo vitu ili uweze kuvielewa na baadaye uweze kujua kama kuna haja ya kuvibeba kwenye SP nyingine inayofuata. Lakini pia kuna mambo ya re-emerge. Inawezekana wewe ulikuwa umetengeneza strategic plan zamani, kuna vitu vika-emerge hapa katikati, kuna policy issues, changes na vitu kama hivyo, opportunities mpya zimetokea. This is the time kuziangalia kama zinaweza zikawa accommodated kwenye SP mpya. Hilo ni jambo la 4. Jambo la 5 ni kuassess implication ya hayo matokeo uliyopata, matokeo kwenye level ya output na kwenye level ya outcome. Unaangalia implication yake in terms of organization yako, mandate yake, in terms of service delivery organization yako, na mambo mengine mengi unayozingatia. Implication yake nini hayo matokeo uliyopata. Lakini kipengele namba 6 ni kuprovide recommendations for the new strategic plan. Recommendations based on hayo performance uliyoifanya, kuna vitu ambavyo unaweza ukarecommend. Kwa mfano, unaweza ukaadjust targets to be realistic.
based on the trend uliyoiona. Kama kila wakati ulikuwa unavuka lengo kila mwaka. Kuna watu manake kwenye SP zao target ni ya miaka 5, lakini unakuta within 1 year ameifikia. So it seems like kama haikuwa realistic. Kwa hiyo ni vizuri katika stage unakwenda unasema kwamba unaenda una recommend kwa ajili ya kuset target ambazo ziko realistic. Lakini pia ni time ya kureview strategies. Kama ulifanya strategies alafu kupata matokeo yale ambayo ulikuwa unayatarajia. Let's say ulikuwa una one of the strategy ulikuwa unasema utakuwa unafanya capacity building au unafanya sensitization kwa staff maybe kwenye issues za HIV/AIDS and NCDs. Unafanya sensitization seminars kwa mtarajio kwamba watumishi watabadilisha tabia, watakuwa wanaweza kwenda kupima. Unajikuta una conduct every time una report kwamba all 100% of staff wamekuwa sensitized. But when you go kwenye kuangalia matokeo, reduction kwenye NCDs bado watu wanazidi kuwa obese. Behavior change kwenye masuala ya HIV/AIDS, nobody ana take care, hamna anayetaka kuja kutesti, hamna anayetaka kuja kufanya voluntary testing. Unasema this strategy inawezekana ni sahihi, una achieve output, lakini in fact hazikuletei matokeo ambayo unayatarajia. So you need to re-strategize, change strategies. Lakini pia kuna kuimprove M&E systems. In fact kwenye public sector a lot of issues zinatokea, lakini hakuna monitoring system nzuri za kuweza kutrack indicators zako. Na moja hii ya changamoto wakati tunafanya evaluation ya SP ni kupata data kuhusiana na indicator ambazo tuliziweka sisi wenyewe. Ni changamoto kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu hatuna M&E system. Tuna report kwenye progress report, lakini when it comes to monitoring report has exist. Monitoring report is simple, taking your targets, indicators against the target and their performance kwa kila mwaka. Unachukua ile report yako kubwa ya stories ulizoziandika kwenye ile progress report, unaibadilisha kwenye target ulizojiwekea. Maana yake nini? Ndio tunaita hiyo monitoring report. Ujue uliweka nini, ulipanga nini, umepata kiasi gani, na ili tuweze kupima performance. Kwa hiyo wengi hiyo kitu hawana. Kwa hiyo ukinotice kwamba wakati unafanya past performance a lot of indicators hazina no data, ni waga naandika hicho no data imepatikana, waga tuna recommend kuwa na M&E system, ku strengthen M&E system. Kwa haya ndio mambo ambayo unapofanya past performance review ya SP yako hakikisha umeyazingatia, na hata kwenye kusummarize kwenye kuandika ile chapter yawe yameficha vizuri kabisa hayo mambo 6 ambayo nimeyazungumza. Kwa hiyo final kwa kumalizia tunachokisema kwamba kufanya past performance actually sio just a reporting mechanism. Ni strategic management tool ambayo inakusaidia organization kuweza kuimprove performance yako kutoka stage moja kwenda stage nyingine, lakini ili mwisho wa siku uweze kurecommend kutengeneza SP ambayo iko vizuri. Lazima kuwe kuna linkage kati ya hizi analysis tunazozifanya ikiwepo past performance na new strategic plan. Hope utakuwa umeenjoy, na kama umeona video hii kwako imekusaidia, basi nakushauri ubonyeze kitufe cha like, lakini pia ubonyeze kisehemu cha subscribe. Pia usisahau kubofya kile kialama cha kengele baada ya subscribe, ili basi kwa kufanya hivyo itakuwa inakuwezesha pale ambapo tuna post video zingine za namna kama hii uwe wa kwanza kupata notification kwamba kuna video imewekwa. Asante sana kwa kuangalia video hii, tutaonana kwenye video nyingine. Karibu sana.